Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nzuri Mungu ametoa kibali tena kuendelea kuwepo hapa katika channel hii ya Alfred Mwageni. Kabla sijaendelea, nipende kukukaribisha pia katika ibada zetu ambazo zinafanyika siku ya Jumatano majira ya saa 9:10 hadi majira ya saa 11:30, lakini pia zinafanyika siku ya Ijumaa majira ya saa 10:30 hadi saa 11:30, lakini siku ya Jumapili kuanzia majira ya saa 2 kamili hadi saa 3 ikiwa ni ibada ya maombi, majira ya saa 3 hadi majira ya saa 4 ikiwa ni Sunday School, majira ya saa 4 hadi majira ya saa 7 ibada kuu, lakini pia kuna mrejeleo wa saa 9:30 ibada jioni hadi majira ya saa 11, tukiwa tunamtukuza Bwana na kumsifu Mungu kwa pamoja. Ambaye upo katika mikoa mbalimbali ndani na nje ya Tanzania, ukifika mkoa wa Ruvuma, uliza katika kanisa la EAGT, uliza kwa makamu askofu mchungaji Engelbert Mwageni. Utapata nafasi ya kufika katika wilaya ya Madaba. Ubarikiwe na Bwana. Siku ya leo tutakuwa tukijifunza kuhusiana habari ya kichwa cha somo, hatima ya wazazi kwa watoto wao. Hatima ya wazazi kwa watoto wao. Kuna vitu viwili ambavyo tunaweza tukavijadili, hatima ya watoto kwa wazazi, lakini siku ya leo kwa ufupi tutakuwa tukirejelea hatima ya mzazi kwa mtoto. Mzazi anavyoendelea katika hatua za kimalezi, anakuwa na matarajio kadhaa kwa kizazi chake, ana matarajio kadhaa kwa watoto wake, anakuwa ana mipango mbalimbali katika uwekezaji wake kuhakikisha kwamba watoto wake wanakuja kuwa bora, lakini mwisho wa siku wanakuja kumrudishia fadhila katika namna nyingi, ikiwemo mtoto kujisimamia, kuendesha maisha yake, kuwasaidia wengine, lakini kubwa zaidi wakati mwingine wazazi wenyewe pia kupata kusaidiwa katika namna tofauti. Inaweza isiyo fedha, lakini ikawa katika namna zingine. Lazima tujue kwamba tunavyozungumzia kuhusiana habari ya hatima ya mzazi kwa watoto, tunazungumzia mara nyingi sana huwa ni kitu ambacho ni uwianifu. Ubora wa mtoto katika kesho yake mara nyingi sana unategemea uwekezaji wa mzazi kwa huyo mtoto. Kwa hiyo mzazi anapokuwa na matarajio kwa kesho ya mtoto wake, mara nyingi sana pia inategemea na mzazi huyo amewekeza vipi kuanzia mtoto akiwa mdogo, lakini pia hata anapokuwa mtu mzima. Kwa hiyo pia itategemea sana na namna gani mzazi amemfundisha mtoto wake. Lakini tupate kujua kwamba mara nyingi sana watoto jinsi walivyo, mara nyingi utegemea sana wazazi wameishi katika namna ipi. Mara nyingi watoto wanajifunza kwa mifano kwamba mama yangu, baba yangu anafanya hivi na mimi ngoja nifanye hivi. Kwa hiyo kama mzazi utakuwa ni mtu wa kutukana sana, matusi, mwisho wa siku utajikuta na kizazi chako na watoto wako pia wanakuwa hivyo. Mzazi umekuwa mlevi, mwisho wa siku na watoto wako wanakuwa hivyo. Mzazi umekuwa mchawi, umekuwa katika mazingira makundi mabovu, unapiga mke na unafanya vitu vibovu, mwisho wa siku mazingira yanaweza yakawa hayo. Labda nje na hapo damu ya Yesu Kristo ipate kuwasimamia. Kwa hiyo njia sahihi sana kwa mzazi ni kuhakikisha kuwafundisha watoto, lakini huku wewe mwenyewe mzazi ukiwa ukitenda. Kama mzazi ukiwa muombaji, basi na watoto mwisho wa siku na wao watajifunza hatua ya uombaji kwa sababu wao wamewafundisha. Kama mzazi unaenda kanisani, na mwisho wa siku na watoto na wao pia watakuwa ni watu wa kusali na ni watu wa kwenda kanisani. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wewe pia umepata nafasi ya kuwafundisha. Kama mzazi unafuata sheria za nchi, kudumisha amani katika nyumba, kudumisha amani katika jamii, mwisho wa siku utakuja kuona na watoto wako pia wanakuwa katika mazingira hayo. Ndio maana katika kitabu kile cha Mithali sura ya 22 ule mstari wa 6, Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa katika maeneo haya yote yatamwezesha mtoto huyu kupata kukua, kuendelea katika namna tofauti. Na katika maeneo haya yote ukitumia neno la Mungu kama silaha, lakini pia katika kujitoa wewe mwenyewe mzazi, lakini katika malezi, lakini katika kumsimamia mtoto, lakini katika kumshauri mtoto, lakini katika kumwombea mtoto, lakini katika kumfundisha katika njia mbalimbali ambazo mwisho wa siku huyu mtoto atakuja kuwa mtu bora na kuja kujikuta kwamba anafika katika mazingira sasa ya kuisaidia jamii au kukusaidia wewe au kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa bora kwa ajili ya kesho yake,
lakini pia kwa ajili ya kizazi chake kile kijacho. Siku ya leo nimesema nitazungumzia mara nyingi sana hatima za wazazi kwa watoto wao. Lazima tujue kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinatokea katika ulimwengu huu, hasa katika kizazi tulichokuwa nacho. Lakini ukijaribu kuangalia kizazi chetu tulichokuwa nacho ni kwa nini, au kimifumo kwa nini kipo katika mazingira haya, utakuja kugundua kwamba kuna michango mikubwa sana wa wazazi ambao wamechangia kuhakikisha watoto hao wanakuwa, au kizazi hiki kinakuwa katika mazingira haya tuliyokuwa nayo. Lakini kwa sababu lazima tujue ya kwamba kwa sasa kuna vitu ambavyo vipo. Kitu cha kwanza ni mabadiliko ya teknolojia, lakini ikiwa bainifu na mfumo wa mabadiliko ya ulimwengu kiujumla. Kuna makosa mbalimbali ambayo wazazi wakati mwingine wanafanya katika hatua za kimalezi, ambayo yanakuja kugharimu kesho za watoto, lakini pia katika kesho zao wao wenyewe binafsi. Katika kesho za watoto, lakini pia katika kesho zao binafsi. Kwa hiyo tutapata kuangalia makosa kadhaa ambayo mara nyingi yanasababishwa na wazazi katika malezi, ambayo yanagharimu kesho za watoto, lakini mwisho wa siku hatima za wao wenyewe wazazi kuwa katika utata mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha kwanza ambacho ningetamani tupate kupitia, kutowalea watoto kiusawa bila kujua mtoto amebeba nini katika kesho yake, au amebebeshwa nini na Mungu katika kesho yake. Tukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza, Biblia inasema Adam akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Lakini ukijaribu kuangalia wakati anazaliwa Habili, hatukupata, Biblia haijaeleza chochote wazazi walitamka nini. Yawezekana wazazi tumaini lao kubwa lilikopo ni kwa Kaini, wakiwa wanaamini kwamba huenda Kaini atakuja kusimama kuhakikisha kwamba anawawakilisha katika kuhakikisha anaendeleza ile misingi, anaendeleza ile hali ambayo wazazi walikuwa wanahitaji, yawezekana mtoto huyo apate kifaa. Lakini wao wazazi walikuwa kiangalia katika hali ya nje, waliangalia kwa namna vile Kaini anavyoonekana. Lakini mwisho wa siku yawezekana Mungu alishajua kwamba atakayekuja kulibeba kusudi la ulimwengu kuhakikisha kwamba anakuwa mfano, basi ni Habili. Lakini wazazi hilo hawakupata kulielewa. Na ndivyo ilivyokuwa katika kizazi cha kwetu tulichokuwa nacho. Mara nyingi sana wazazi tumekuwa tukiangalia watoto wetu kwa nje. Ni kwa sababu gani? Wakati mjawezekana wakati fulani mtoto amekuwa karibu zaidi na wewe, na unaacha kuchukua potential ambayo yawezekana wakati mwingine watoto wengine wanayo, basi unatengeneza mazingira ya kumfeva. Utamfeva katika elimu, utamhakikishia elimu katika elimu bora, utampa kila kitu na mahitaji yake, lakini wakati mwingine watoto wengine pia ukawaacha na kuwasahau. Lakini Biblia haijaishia hapo tu, imeeleza namna gani mzazi ambaye anawalea watoto wake kiroho ahakikishe ya kwamba hasimami tu kimwili, bali anasimama pia katika mazingira ya kiroho. Ukisoma katika kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 17 mstari wa 34 hata ule mstari wa 35, lakini ukirejelea historia ya Samuel wa kwanza sura ya 16 ule mstari wa kwanza hata ule mstari wa 3, Biblia inatoa kuna kisa kimoja cha Daudi. Na tukumbuke kwamba wakati Sauli tayari ameshatengeneza mazingira ya kumuasi Mungu katika namna tofauti tofauti, Mungu alimtuma Samueli hakikisha kwamba anapata kumuinua mtu mwingine tena kuja kuwa mfalme kwa ajili ya safari ya wana Israeli ipate kuendelea. Na Mungu alimwambia Samueli hakikishe kwamba anaenda katika nyumba ya Yese. Lakini tunajifunza kwamba wakati anafika katika nyumba ya Yese, Samueli anamuelezea kuhusiana habari ya mpango wa Mungu. Tayari Yese katika akili yake alishakuwa na watoto kadhaa, kwamba watoto hawa wanaweza wakafaa wakawa wafalme. Na tunajifunza hapa, tunajaribu kuangalia wakati Samueli anamwambia apate kuwatoa watoto wao, Biblia inaonyesha kwamba Yese akapata akamleta Eliabu, na baada ya Eliabu kusimama kwa Samueli, Mungu anamwambia kwamba sio huyu. Yese akasema katika mazingira hayo sitakubali. Biblia inaonyesha kwamba akamleta pia Abinadabu, lakini pia Abinadabu aliposimama, Mungu akamwambia hapana. Lakini pia Yese akaja akamleta Shama, lakini Biblia inaonyesha kwamba aliwaleta watoto wake wote 7, lakini kati ya watoto wote 7 walikosa kibali. Mungu anawaambia ya kwamba sio huyu ndiye ambaye nimemchagua mimi.
Samueli anajaribu kuendelea kuuliza. Yesu anajaribu kuangalia, mwisho wa siku anagundua kuna katoto ndio kambako kamwisho ambako yawezekana katika akili yake hakupata kukategemea kwamba yawezekana katakuja kubeba kusudi la Mungu katika kipindi kijacho. Samueli anamuuliza Yesu kwamba hakuna mtoto mwingine. Yesu anasema kwamba kuna mtoto mwingine anaitwa Daudi, yupo machungani. Maana alishajifunza habari ya kuchunga kondoo, kuchunga mifugo ya baba yake. Na Biblia inaonyesha katika mazingira haya yote Daudi alikuwa ni mwaminifu, akipambana na simba, akipambana na dubu, na akishinda katika namna tofauti tofauti. Kwa hiyo katika mazingira haya yote, baada ya Daudi kuja, Biblia inaonyesha kwamba Mungu akamwambia msimike huyu awe mfalme. Lakini tujaribu kuangalia ni makosa mangapi ambayo wazazi tunayafanya, ambayo mwisho wa siku yanakuja kugharimu muda mwingine hadi kesho za watoto wetu. Watoto wamebeba hatima kubwa, lakini sisi tunafanya uwekezaji kwa watoto wachache. Na mwisho wa siku, kwa bahati mbaya, watoto hao wachache ndio wanakuja kutuangusha. Umemlea mtoto mpaka amekuja kuwa mtu mzima, mwisho wa siku anakuja kuishia kuwa mlevi. Mwisho wa siku anaishia kuja kuwa kahaba. Mwisho wa siku anaishia kuja kuwa na matendo mabovu. Mwisho wa siku anakuja kuishia muda mwingine hata kuathiri wewe mwenyewe. Mwisho wa siku unakuja kula na kuletea tu watoto nyumbani. Anazalisha huko, anakuja kuletea, unatunza wewe. Hana uwezo hana uwezo wa kulea hao watoto katika namna nyingine. Kwa hiyo moja kati ya changamoto kubwa ambayo lazima wazazi tupate kujua kwamba tunavyowalea watoto tusiwalee watoto katika namna ya kimwili tu, lakini tuhakikisha kwamba tunawalea watoto pia kiroho. Kwa hiyo katika mazingira haya yote, mtoto aliyekusudiwa kwa ajili yako, kwa ajili ya kesho yako, itakuwa ni ngumu sana kupata kumfahamu. Zaidi ni Mungu mwenyewe ndiye ambaye anajua ya kwamba mtoto fulani anaweza akakusaidia. Eneo fulani linaweza likakaa sawa. Na ninapozungumzia kukusaidia, sio tu wakati mwingine kutoa fedha, sio tu wakati mwingine kufanya kitu fulani, lakini wakati mwingine kusimama yeye mwenyewe kwa ajili ya kuwasaidia jamii. Hata utakaposimama unasema ni mtoto wangu fulani amefanya kitu fulani ambacho ni kizuri. Mtoto unalipiwa, mzazi unapata thawabu, lakini pia unajisikia raha unavyoona mambo yanakaa katika mazingira yaliyo fulani na yaliyokuwa mazuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa katika maeneo haya yote lazima tupate kujifunza. Mtoto mnayempenda, mtoto ambaye unampenda sana, mwisho wa siku, licha ya hali ambayo ilitokea muda mwingine kwa Adam kwa mtoto wake, lakini wakati mwingine inaweza ikatokea pia katika mazingira mengine, kwa sababu mtoto kimpenda sana, kitu kinachokuja kutokea mwisho wa siku, hali ya ukaidi inaweza ikaibuka, hali ya kiburi inaweza ikaibuka, wakati mwingine akashindwa kukusikiliza, wakati mwingine akashindwa kukutii. Lakini kwa sababu muda mwingine unampa kila kitu, akakuja kushindwa kujitegemea pia hata katika maisha ya baadaye. Lakini mwisho wa siku inaweza kaja kazalisha mazingira makubwa ya chuki baina yake na watoto wengine, kwa sababu watoto wengine watakuwa nasema kwamba huyu mtoto anapendelewa sana mzazi katika kila kitu. Kwa mwisho wa siku wanaweza wakashindwa watoto wengine kukuunga mkono kama mzazi, au wakashindwa kumuunga mkono mtoto huyo, au mwisho wa siku watoto wengine wakaja kuwa bora zaidi kuliko watoto wengine, hali ambayo inakuja kupelekea athari kubwa sana. Katika ulimwengu tuliokuwa nayo, wazazi wengi sana wamefika katika hatua za kudharauliwa, hatua za kuanza kushindana na watoto, hatua za kuanza kulaumiana na watoto katika namna nyingi, lakini hali kubwa zaidi ilianzia katika hali ya kuwapendelea. Kwa hiyo katika siku hii ya leo, ningetamani tupate kuelewa kitu kimoja. Heshimu kama mzazi, hakisha unaheshimu uwezo wa kila mtoto, bila kujali mtoto huyo anafeli darasani, lakini kumbe ndani yake ana kitu ambacho anaweza kukifanya. Ukampeleka VETA akafanya kitu kikubwa zaidi, na hicho kitu ikaja ikafanya matokeo au mabadiliko yakawa ni makubwa zaidi katika kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye, kikawasaidia. Tunao watu wengi mafundi makenika, lakini watu wengi ambao muda mwingine walifeli darasa la 7, walifeli form 4, lakini sasa hizi wanafanya mambo makubwa katika maeneo yao ya kimaisha. Kwa hiyo unapaswa kuheshimu uwezo wa mtoto bila kujali ya kwamba anafanikiwa au afanikiwi vipi. Kazi yako kubwa ni kuhakikisha kwamba katika makosa yake basi unapata kumfundisha, lakini katika kufaulu kwake basi unapaswa kumtia moyo katika kuhakikisha unamsaidia na kumuendeleza na anafika katika mazingira yaliyokuwa mazuri na bora zaidi. Mungu wa mbinguni atapata kukubariki na kuwezesha kizazi kuwa na muunganiko, kwa sababu mzazi unavyoheshimu uwezo wa watoto wote, kitakuja kuwapelekea kwamba watoto wote watakuja kuwa marafiki zako.
Hamna mtoto ambaye atakuja kufikia kwenye hatua ya kuanza kukulaumu wewe, kuja kuanza kumlaumu mtoto mwingine, au kuja kutengeneza mazingira ambayo yatakuja kuleta chuki ndani ya familia na ndani ya jamii kiujumla. Kwa ili kwamba kuhakikisha kwamba kesho ya mzazi inakuwa bora, basi ni kuhakikisha kwanza pia unasimama katika